Nataka kujua changamoto za dukani. Changamoto gani mfanyabiashara wa duka anapitia? So hebu twende tukazungumze na mfanyabiashara huyu ili tuweze kujua mawili matatu kuhusu biashara yao. Changamoto gani wanakutana nazo na ni namna gani wanasolve? Yes, inakuwaje brother? Kwema? Tumekuvamia mara moja bwana. Okay. Yes. Mzima upo? Fresh bwana. Bwana tunataka kuzungumza na wafanyabiashara wa Mwembe Yanga kuhusu hao wafanyabiashara wa maduka. Wengi wao wanapenda kuwaita mangi. Sijajua kama wewe ni mangi kweli ama ni jina. Sio mangi. Mimi sio mangi, mimi ni mwenyeji wa Mlimani huko Ugweno. Sasa bwana kuna changamoto ambazo watu wanasema wanatamani kujua kuhusu changamoto. Mnapitia changamoto gani wafanyabiashara za maduka? Changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi. Ikiwemo changamoto ya kukopwa. Maana asilimia kubwa wateja wengi tuliokuwa nao, wateja waliotuzunguka ni hao kila siku. Wachache sana wateja wale kupita na njia. Kwa hiyo sasa mteja wako kila siku ni majirani hapo na hapo hivi, yani kuna siku anakuwa hana. Unamjua. Unamfahamu, kuna siku anakuwa hana. Changamoto sasa inapokuja ni kwamba wewe utachukua dhamana utamkopesha, lakini mwisho wa siku wengine sio waungwana anahama. Umeone? Yani anaweza kama tu duka yani. Yuko tu hapo lakini akawa haji tena kununua kwako kwa sababu unamdai. Na wengine ukute mtu unamdhamini mwisho siku anakuja anahama kabisa, anahama mtaa yani. Kwa hivyo changamoto ni nyingi sana, mtanguliza Mungu tu. Na kuna wengine wanasema kwamba changamoto huwa bei zinatofautiana. Unaweza kufika kwako kukuta kilo ya sukari 4000 akaenda sehemu nyingine 4200, sehemu nyingine 3800. Kwa nini zinakuwa bei zinatofautiana katika maduka? Bei zinatofautiana kwa sababu pia na manunuzi pia. Na mitaji. Kwa sababu unakuta kwa mfano kama mimi ukute jirani yangu hapo ni mtu ambaye yuko na mtaji wake tu mkubwa. Mimi naunga. Nachukua sukari, unachukua mfuko ule wa kilo 25. Lakini mwenzako anachukua sukari zile mifuko za kilo 50, anachukua mifuko 5. Kwa hiyo anakuwa kidogo ana bei yake inakuwa kidogo kwenye manunuzi yake, bei yake inakuwa kidogo iko. Kwa hiyo akiuza kwa bei ya chini tofauti na wewe, ina maana bado anapata faida, ni tofauti na mimi. Kwa hiyo mimi kwa bei nilonunulia ni lazima niuze kilo shilingi 3000 ili unaweze kupata hapo faida kidogo. Na kuna wengine wanasema kwamba wafanya biashara wa maduka huwa wanachukuaga sana wake za watu. Anaweza kawa mteja akaja mwanamama basi huwa anapata huduma bora zaidi kuliko fulana. Hiyo ipoje kwanza? Hiyo bwana kwa naka hapa wanapenda kitonga. Wanaka wanapenda kitonga kweli unashughulikiwa japokuwa mimi sijaikuwa na hiyo tabia na sipendi. Kwa sababu kwanza naogopa mke wa mtu. Naogopa sana kwa sababu mimi mwenyewe sipendi kutendewa hivyo. Kwa hiyo siwezi kumtendea mwenzangu hivyo, lakini huwa mara nyingi huwa wanajirahisisha tu wenyewe. Kwa sababu pia changamoto za kutana na hizo za wanawake kwenye biashara hizi pia ni changamoto kubwa. Na ni kitu gani ambacho unashauri labda kwa wafanyabiashara kama nyinyi kwa kutokana na changamoto ambazo unakutana nazo kama hizo kukopwa, zeni bei kutofautiana na changamoto hiyo ya kutembea na wake za watu kwa watu wengine changamoto hizo wanakutana nazo. Una kipi cha kushauri? Kitu ambacho napenda kushauri bwana, hizi ni biashara. Hizi ni biashara na kila mtu ana mtaji wake. Kwa hiyo wewe fanya biashara kulingana na mtaji wako. Kwa sababu mimi mara nyingi ninachoamini, mimi siamini kwenye kujaza shelf bro. Kwa sababu mimi ninachoamini biashara inaanza na mimi. Mimi jinsi ninavyomkea mteja ndivyo yule mteja nitamfanya kuwa wangu. Hata kama biashara kwa bidhaa kwangu nauza bei ya juu, pale jirani anauza bei ya chini, bado mteja atakuja kwangu kutokana na mimi jinsi ambavyo nimefanyaje? Nimemkea. Nimeona hiyo mara nyingi sana. Yani jinsi unavyompokea mteja ndivyo atakavyokuwa mteja wako. Kwa hiyo na hii nyingine unaosema ya nini wake za watu, kikweli hiyo siwezi kuizungumzia, lakini ninachojua kusema kwamba kuna mfanyabiashara yoyote mwenyewe tabia achane nayo kwa sababu hii kukulostisha ni dakika. Yani kukulostisha ni dakika. Malengo yako yote yanapotea. Kama ulikuwa una malengo, ukawa unaendekeza hii tabia hii. Oya. Ukisomewa ramani ukija kwa kwenye 18, unarudi kijijini una kitu. Kabisa. Bwana nashukuru sana brother. Nilikuwa natamani kupata mawili matatu na nafikiri nimepata kile ambacho kitu nilikuwa nakitaka. Nashukuru sana. Mimi huwa tunazunguka, hii ni Msho Online TV, huwa tunazunguka kupata experience ya vitu tofauti. Kwa hiyo leo tukaona tukutembelee ndugu yetu. So siku nyingine tukipata kitu ambacho tunatamani kujua kuhusu maduka, usituone wageni tena kwa sababu tutakuja tena na tena. Bwana hii ni Msho Online TV na leo tulikuwa tunazungumza na wafanyabiashara wa maduka.
Sawa, kwa wameweza kutuambia changamoto zao wanazopitia. Changamoto zao kubwa ni kukopwa, lakini pia bei zinatofautiana kutokana na mtaji wa mtu. Mwingine anakuwa na mtaji mkubwa, ananunua bidhaa nyingi, hivyo anapata cheap. Na issue nyingine ni kuhusu kuna wengine ambao wanaonekana wanatembea na wake za watu. Changamoto hizo jamaa ameweza kutuelezea. Kwa hiyo nafikiri tutaendelea kutufuatilia zaidi Mshua Online TV ili uweze kukutana na mengi zaidi. Asante.